Haleluya. Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ni siku nyingine mzuri ambayo Mungu ametupa neema. Mungu ametupa kibali niweze kuzungumza na wewe siku ya leo. Wakati huu, muda huu na majira haya. Na zungumzia kuhusu habari za kumpenda Yesu. Nimesikia hii nyimbo kidogo. Nataka nikudokozee mtu wa Mungu habari za kumpenda Yesu. Biblia inasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kweli kila mtu ukimwambia unampenda Yesu anakuambia ndio. Lakini sio wote ndio wanaoshika amri za Mungu, amri za Yesu. Kwa hiyo kumpenda Mungu sio maneno. Kumpenda Yesu ni kushika amri zake. Sio maneno, ni kushika neno lake, ni kushika maagizo yake, ni kushika kanuni za Mungu. Ndiyo kumpenda Mungu, sio maneno. Kila mtu hapo unaweza kukutana naye hapo ukamshuhudia habari za Yesu, anakuambia nampenda. Lakini kumpenda Yesu ni kushika amri zake. Anasema, kama niliposoma ni kitabu cha Yohana 14:15, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana 14:15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Ukiendelea Yohana 14:21 anasema, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Kwa hiyo kumpenda Mungu au kumpenda Yesu sio maneno. Sio maneno, ni kushika amri zake, ni kushika kanuni zake, kwamba Mungu anataka nini. Kumpenda Yesu ni kushika maneno yake, ni kushika neno lake, ni kushika maagizo yake, ni kushika kanuni zake, ni kushika amri zake. Kama Mungu alipomwambia Yoshua, na kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Na maana Mungu anataka ushike sheria zake, ushike kanuni zake. Neno la Mungu lisiondoke ndani ya kinywa chako, lisiondoke ndani ya moyo wako. Ndio maana mtunga Zaburi anasema katika Zaburi 119 mstari wa 11, anasema moyoni mwangu nimeweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi.
Kwa hiyo mtu wa Mungu, kumpenda Mungu ni kushika neno la Mungu, ni kushika amri zake, ni kushika kanuni zake. Anasema katika Yohana 15 mstari ile wa 10, anasema mkishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshikamana sana na Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo kumpenda Mungu sio maneno. Watu wanapenda siku hizi mambo ya maigizo. Kumpenda Mungu sio maigizo, mtu wa Mungu. Kumpenda Mungu ni kushika kanuni zake, ni kushika amri zake, ni kushika neno la Mungu, ni kuishi sawa sawa na Mungu anavyotaka, sio kama wewe unavyotaka au kama mimi. Kama Mungu anavyotaka. Kwa hiyo nimesikia siku ya leo niweze kuzungumza na wewe habari za kumpenda Mungu, kwamba kumpenda Mungu ikoje. Nini nitakachoonyesha kwamba unampenda Mungu? Ni sheria zake na neno lake. Utakaposhika, utakapokubali na kuishi katika neno la Mungu na katika maagizo ya Mungu, ndiyo itaonekana kwamba unampenda Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba katika kitabu ile cha Mathayo 15 mstari ile wa 7 hadi wa 9, anasema ni enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa wananiheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao wakishika maagizo yaliyo ya wanadamu. Kwa hiyo ndio shida ya wanadamu. Kumpenda Mungu sio maneno. Kumpenda Mungu, huwezi kumdanganya Mungu. Anakujua kuliko wewe unavyojijua. Mungu huwezi kumdanganya. Unaweza kumdanganya mtu. Unaweza kumdanganya jirani yako au hata mwenzako ambao uko naye, mume wako au mke wako au watoto wako au ndugu zako, nani unaweza kudanganya. Lakini Mungu huwezi kumdanganya Mungu kamwe. Mungu adanganyiki, mtu wa Mungu. Kwa hiyo kama umemkubali kumpenda Yesu, na kushauri leo, shika amri za Mungu, shika kanuni za Mungu, fuata neno lake, maana anasema yeye ndiye njia. Katika Yohana 14 anasema mimi ndiye njia ya kwenda kwa Baba. Mtu hataenda kwa Baba asipopita kwangu. Kwa hiyo Yesu ndiye njia. Kwa hiyo usipompenda njia, utaweza kufika kwa Baba. Kwa hiyo pende Yesu, shika amri zake, shika neno lake, nawe utaweza kuishi. Haleluya, utaweza kuishi. Nasema katika Yohana wa kwanza 2 mstari ile wa 3, anasema katika hili twajua ya kuwa tumejua yeye ikiwa tunashika amri zake. Katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tutashika amri zake. Kwa hiyo tutamjua Mungu ikiwa tutashika amri zake. Katika hii tutamjua tukiwa tukishika amri zake. Ukiendelea pia katika Yohana wa kwanza hiyo sura ya 2 mstari ile wa 22 anasema, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twashika amri zake na tuyatende tuyapendezayo machoni pake. Kwa hiyo tunapoomba lolote, tunapotafuta lolote, tunapokea kwa sababu ya kushika amri zake, ya kushika na tuyatende na kuyatenda yampendezayo machoni pake, anayompendeza machoni pake. Yohana kiendelea hapo mstari wa 24 anasema, na asidishaye amri zake hukaa ndani yake yeye naye ndani yake. Asishikae amri zake ukaa ndani yake yeye naye ndani yake. Na katika hilo tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Kwa hiyo tunapokaa ndani ya neno la Mungu, tunapokaa ndani ya maagizo ya Mungu, ndiyo tuna Mungu naye anakaa ndani yetu kwa kupitia hiyo Roho wake Mtakatifu. Ukiendelea kusoma kitabu hiyo cha waraka wa kwanza Yohana 5:20, Yohana 5 mstari ile wa 2 anasema, katika hili twajua ya kwamba tuwapenda
watoto wa Mungu, tupendavyo Mungu na kuzishika amri zake. Kwa hiyo Mungu anataka tusishike amri zake. Anataka tushike amri za Mungu. Anataka tuishi katika kanuni zake, katika maagizo yake yote. Kwa hiyo nataka nikwambie mtu wa Mungu, nimesikia nizungumze na wewe siku ya leo. Ishi kwa kushika amri za Mungu. Kama kweli unampenda Mungu, ishi kwa kushika amri zake. Na ubarikiwe siku ya leo, na mwenye sikio nasikia neno hili ambalo Mungu amenipa niweze kuzungumza na wewe siku ya leo. Ujue kumpenda Mungu sio maigizo, bali ni vitendo. Anasema msiwe wasemaji tu, bali msiwe wasikiaji wa neno, bali tuwe watendaji. Kwa hiyo kama unampenda Mungu, shika kanuni zake, shika amri zake, shika maagizo yake, na yeye Mungu atakaa ndani yako, kama anavyosema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kwa hiyo barikiwe sana mtu wa Mungu, na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Amen. Barikiwe. Amina.